Hii ni sehemu ya pili ya makala inayozungumzia chumvi inavyozalishwa hapa Bagamoyo. Karibu kusikiliza, na kwanza nilitamani kwenda kuyagusa maji. Twende pamoja. Chumvi iko ndani tayari, imeshatengenezwa iko ndani ya maji. Okay. Yote ni chumvi. Kwa hiyo kote hapa kuna lakini unajua na inakuwa kama ngumu kidogo kisha kwa juu inaweza ni ngumu. Mtazamaji, unaweza kuona tumevua chumvi kutoka kwenye maji. Kwa hiyo Jose, hii ndio ambayo imeshazaliwa kutoka kwenye maji haya ambayo yamepita process zote. Kwa hiyo inakuwa lipo chini. Nadhani inazidi kuiacha inazidi kukua, inakuwa nene zaidi. Haya ni maajabu, lakini mlijuaje? Hizi zipo, ni njia nyingi za kutenganisha. Kuna njia nyingi za, kuna wengine wanachukua tu maji wanachemsha, maji ya baharini wanachemsha, wanapata chumvi. Kuna wengine nature pale ni kuchimba, lakini sisi tunaamua kutumia hii asili kabisa. So wakati mnatengeneza haya mabirika, ndio chini mnaweka nini? Mnaweka simenti, mnaweka zege, ili tu hii chumvi iwe iko kwenye, yani iwe nzuri kama hivi ilivyo. Ni nini ambacho mnaweka chini? Kwa kawaida hapa hamna kitu chochote tunachoweka chini, ila cha kuangalia ni kwamba ile sehemu pale chini ule udongo wake ukoje. Maana ukikaa kwenye sehemu ambayo una udongo ambao unapitisha maji sana, yale maji unayoweka mara nyingi muda wote utakuwa yanapotea chini. Kwa lazima uangalie ile sehemu kama ni mfinyanzi, udongo utakuwa maji yatakuwa hayapotei. Na vile vile baada ya kuweka pale tunasafisha kidogo na kuweka mchanga kwa kawaida ili kuepusha kufanya chumvi iwe safi kidogo. Baada ya muda ile chumvi inakuwa yenyewe imeshatengeneza simenti kama unavyoona hapa hii. Hii kama simenti fulani. Na ni ngumu. Sasa kwa nyeupe maji ipo pia. Kwa hiyo inakuwa inaganda kwa juu. Hii ambayo tulikuwa tukitoa. Sawa. Jose, kwa hiyo baada ya chumvi kuanguliwa, kama ambavyo mnatumia ile kutoka kwenye mabirika haya, nini process inayofuata? Mnachukua alafu mnakusanya kama hivi ambao tumeona, si ndio? Sawa. Swali nzuri sana. Baada ya kuona tumeshapita, kuna watu wenyewe special wanaangalia kujua kama kuna chumvi ipo kwenye inafaa kutoka, tunaipima kwanza density yake. Sababu kuna density pia kuvuna chumvi. Sababu ukivuna kwenye density ambayo ni kali sana, ile chumvi ni kali, hata wewe mwenyewe unaenda kula inaweza ikawa sio nzuri kwako. Kwa hiyo tunapima kwenye, angalia ipo kwenye 21 mpaka 26 hivi, hiyo inafaa. Ikifika zaidi ya hapo lazima maji tuanze kuyadilute tena. Unaweka maji mengine ambayo yana low density unaweka, au tuyatoe kabisa kama tuna mpango wa kuyatoa. Hii ambayo nimeishika tumetoa hapo, inafaa kula hapa sasa. Hiyo ndio inafaa, lakini bado hatujaweka madini joto. Ni kila hivi sio shida. Sio shida, haina shida. Kuna watu wengine wanakuwa na upungufu wa madini joto, kwa hiyo ukiweka kwenye chumvi ni rahisi kuwafikishia. Nataka nionje hii. Chumvi. Kwa mfano kama chumvi zote unaona hizi zinasubiria kukauka. Baada ya kukauka, wakati wa kupeki kwenye mifuko pale tuna spray madini joto. Madini joto hapo kwenye mfumo wa poda fulani tunapata kutoka kwenye chama cha wazalisha chumvi, au ndio wako kusambaza, ndio special ambao wanasambaza. Ukitaka unaenda kupata pale. Kwa hiyo unanunua pale, alafu kuja kuchanganya, ni mchanganyiko fulani unabidi uchanganye. Kwa hiyo ambayo tunaiona hapa sasa hivi kwenye mifuko humu tayari imeshakuwa na madini joto, na ukishaka madini joto lazima ushone. Ukiacha baada ya muda fulani utakuta haina tena madini joto. Ina evaporate. Kwa hiyo lazima kushaweka, lazima ushone. Hata nyumbani pale ukitumia chumvi nyumbani lazima ufunge ile container ambayo inaweka ile chumvi. Ukishatumia funga, kwa sababu bila hivyo madini joto yanapotea. Ndivyo Ndio. Sahihi. Umenielewa?
Kwa hiyo unapoacha tu wazi, madini joto yanapungua. Kwa hiyo umuhimu wa madini joto inakuwa hamna tena. Unaweza labda ukamwambia mtazamaji wangu ni kipi ambacho ni muhimu sana, yani ambacho kinapatikana kwenye chumvi, ili hii elimu imfikie, asiache kutumia madini joto au chumvi yenye madini joto. Madini joto yana umuhimu. Kwanza inasaidia yule mtu anayekula machumvi yenye madini joto au madini joto mwilini, kwanza inafanya afya yako ya akili inakuwa iko vizuri, na vile vile inasaidia kuimarisha mifupa, yani isiwe na mifupa dhaifu kama kwa watoto, inakuwa na mifupa ambayo iko vizuri. Vile vile inasaidia kupunguza magonjwa kama goita, ile unakuta mtu kuna kipindi unakuta hapa umevimba hapa, kama ushaona kwenye shingo, ndio kuna magonjwa. Na vile vile pia uweze kuwa kama unavyotakiwa kuwa, usiwe mdumavu. Unasema udumavu, unakuta mtu na miaka 30 au lakini uko pale pale chini mdogo tu au kui. Hiyo pia ni moja wapo ya ukosefu madini joto. Kwa hiyo ina faida nyingi sana mwilini. Kwa mfano mimi nikiomba chumvi na kwa shida zangu mwenyewe, labda matumizi ya nyumbani au namna yoyote ile, naweza kupata? Kama ni mwenyewe, kama nakufahamu, mara nyingi hata wavunaji hapa, kama kitaka kidogo unaweza kumpatia kidogo, kama kilo moja, ambayo ni kwa ajili ya kutumia mwenyewe nyumbani. Lakini lazima uweke madini joto. Lazima iwe na madini joto. Hivi kuna ile watu wanasema chumvi bwana inatoa mikosi na nini, ushawahi kusikia hizo story? Hizo story nazisikia, lakini sijawahi kuzifanyia mwenyewe moja kwa moja, ila nasikia watu wanasema chumvi ukichukua, wengine ukiogea inatoa nuksi zote hizo, lakini mimi kama mimi sijawahi kujaribu hiyo. Kwani Jose watu hawajawahi kuja kukuomba bwana, tafadhali bwana nataka nikatoe nuksi na nini? Wanasema sasa, lakini sijawahi kuprove moja kwa moja kama baada ya kufanya hivyo imetoka au nini, hiyo sijaona. From the heart of Tanzania comes purity you can see, smell, and feel. KP Organic Extra Virgin Coconut Oil. 100% organic, cold-pressed, unrefined, and unbleached. Made from fresh, high-quality coconuts. Nothing added, nothing taken away. Perfect for cooking, glowing skin, and strong, healthy hair. Choose natural. Choose pure. Choose KP Organic Extra Virgin Coconut Oil. Okay, turudi kwenye swala letu la chumvi Jose. Kwa hiyo baada ya kupaki hivi na nini, kushona, mmeshaweka madini joto, mnauza nje hapa Bagamoyo? Kama baada ya kupaki kama hivi tayari, mteja anakuwa tayari ameshafika ofisini. Kuna ofisi zetu ambazo zipo Dar es Salaam, anakuwa ameshapewa receipt, kila kitu. Sisi tunakuja hapa tunaangalia kama ni sahihi, basi anachukua anapeleka anakotaka kwenda kuuza chumvi yake. Kwa hiyo wao akishachukua ndo atajua wapi pa kwenda kuuza au kusambaza hiyo chumvi. Hakuna mtu anakuja kuchukua labda mfuko hivi anaenda kupima mwenyewe hapo nyumbani anauza hapa mjini? Kwa hapa hamna moja. Wengi wanachukua kuanzia 5 kuendelea. Kwani mnauza sasa hata mfuko moja? Mfuko moja tu. Kwa maana yake wanaweza wakawepo lakini hamuuzi. Hatujawahi kufanya hivyo. Sijawahi kuona mteja toka anakuja hapo. Kwa hiyo wengi wanakuja kuanzia tani moja kuendelea. Kwa labda kuna mtazamaji wangu anataka hata mfuko 1, 2, 3 ili aanze hiyo biashara ya chumvi ya mawe, na kwaje? Tutamuelekeza tu ofisini, tuna ofisi zetu, tunamuelekeza pale, afu pale atapewa detail nyingine zote anazotakiwa kufanya. Kuja kuomba chumvi, mwisho kilo ngapi kuja kuomba, au ni kidogo sana kama mkononi hivi? Kwa kawaida yani siwezi kusema kwamba tunakuwa maki, unaweza kusema mwisho ni kilo 1, ukashangaa watu wote wanakuja kuomba chumvi. Kwa hiyo sisi tunafanya tu yani kama hisani kwa watu wavunaji sana, sababu unakuta yeye mwenyewe amevuna chumvi hapa, afu unafanya kidogo namsaidia hata nusu kidogo, ambayo anaweka yenye madini joto anaenda kutumia. Jose, kuna kitu gani ambacho ungetamani labda mtazamaji wa Little Town Media ambaye yuko Bagamoyo, yuko Tanzania, lakini hajui haya mambo ya chumvi, lakini hata pengine yuko nje ya Tanzania, unatamani akijue kuhusu mambo ya chumvi kutoka hapa Bagamoyo? Wakaribie tu kwenye eneo kama hapa Bagamoyo, wanaweza kuona jinsi watu wanavyojihusisha na shughuli za kubeba chumvi, kuzalisha chumvi. Ni njia ambayo ni rahisi, ambayo wanafanya
kwa asili kabisa. Hamna kusema labda kuna mashine yote inayoingia, hamna. Yeah. Kwa ni heri kama mtu anataka afanye hii kitu nyumbani kwake, basi either aje ajifunze au achemshe kama ambavyo hasa kujifunza. Sawa. Mfano kama hapa mvua. Sisi hapa mvua ni adui kwa hapa, tutahitaji mvua sana. Mvua inafanya ile kama dense, yale maji yenye dense yale kama imeshapanda juu inashuka inakuwa chini kabisa kama ya baharini. Hata ukiyashika tena yanakuwa hayana ile mtelezo kama ulivyokuwa unaiona mara ya kwanza. Kwa hiyo changamoto moja hapo ni mvua. Sasa sisi kwa jinsi ambazo zenyewe tunajua jinsi gani ya kupunguza maji ya mvua na jinsi ya kufanya hivyo. Ile ukiweka nyumbani kwako unaweza kukuta saa maji ya mvua yote yamejaa pale tena. Inachukua muda gani mpaka kukauka kabisa vilini kuipaka? Mpaka ikauke inaweza kutumia kama wiki moja hivi, wiki moja na nusu inakuwa imeshakauka kama kuna jua vizuri. Ila kama hamna jua kidogo itatumia kama wiki mbili. Lakini ndani ya wiki moja inakuwa tayari imeshakauka vizuri kama jua liko vizuri. Na ikitokea labda mvua imenyesha. Chumvi na maji, chumvi inayeyuka. Inakuwaje? Inayeyuka kabisa, inakuwa maji inaenda kote au vipi? Hapana, haitayeyuka yote moja kwa moja mpaka imeyeyuka yote ikaisha, hapana. Ila kuna mvua na mvua. Kwa mfano mvua hii milimita 1, 2, 3 hizo hazina shida. Za kawaida. Itakachofanya ile itakayoyeyuka inafanya ile chumvi ile, yani kama gundi fulani inakanda juu. Inakuwa kama ugali ambao umepika ugali afu unakuwa umevaa koti. Kwa hiyo inakuwa inajilinda na kitu ndani isiyeyuke. Kwa hiyo ndani ya nje itakuwa imeganda, ndani itakuwa ipo, utaiona haijaganda. Sasa itakuwa kuna ugumu pia kwenye wakati imeshajiweka hiyo koti. Unataka kupaki sasa inabidi uvunje tena sasa. Pale lazima wakati wa kupeki lazima utumie kama chepe hivi au jembe kubomoa kidogo, afu ndo tunaanza ku spray maji joto. Hivyo watu Bagamoyo wanakujaga kweli kujifunza chochote ambacho kinaendelea hapa? Bagamoyo kama Bagamoyo labda wanafunzi wa shule. Kama watu wazima kwa demo unakuta wanakuja moja, ni wachache sana. Kwa hiyo wengi wanakuja kwenye magroup kama wanafunzi wa kanisa hivi, wana chuo, wote wanakuja moja, lakini mmoja ni mdogo sana. Kama ambavyo sisi Little Town tumekuja na tunakuonyesha kile ambacho kinaendelea, lakini kama unataka kuja wewe mwenyewe ujionee, utembee, ushike maji kama ambavyo mimi nimeshika, chumvi kama hivi ushike, basi karibu sana. Mimi ni Kelvin Mpinga, hii ni Little Town Media na hapa ni Bagamoyo. Mpaka wakati mwingine, usisahau tu kusubscribe, kucomment na kushare ili wengine waweze kufahamu kile ambacho tumekuwekea kila wakati kwenye YouTube channel yetu hii ya Little Town Media. Bana Jose, mimi nashukuru sana kwa kututembeza. Tumefahamu, tumepata elimu kubwa sana kuhusu mambo haya ya chumvi. Huku ndio kwenye chumvi. Vijana, wazee, huku ndio kwenye chumvi. Kwa mkija, mje mtembee, muone. Karibuni sana, karibuni. Asante sana Jose. Kwa hiyo uwe unatembea kwenye YouTube channel pale, kama kuna maswali na nini unatusaidia kujibu pale kuhusu mambo ya chumvi, kwa sababu unajua watazamaji wetu watauliza mambo ya chumvi. Sawa, tufanye. Asante sana bwana, kwa heri sana. Mimi ni Kelvin Mpinga, mpaka wakati mwingine. Asante sana. Nikupe chumvi au hii ndio chumvi?